Unajua hapo ndio tunajua. Hii mbolea haiwezi choma. Hapo kwa hiyo umeondokea kuchomwa. Itachomeka. Mbolea yenye umedungia hapa. Hiyo mbolea kuchoma hiyo mbele sana. Hiyo ni kweli. Hiyo nimeona pale kwangu. Nimeona ikichoma. Ndogo na kamesikana. Hata mizizi kukura hiyo mbolea ikiwa pamoja hivi kama ile. Haitaweza. Lakini wakati unaweka hapa unachanganya na maji. Inakuwa chakula inakuwa mchanga yenye iko na chakula. Unaona mbolea kama hii? Hii unaona hii mmea ikianza kutindiwa. Hata nataka kuitoa hapa sasa hivi ukiwa hapa. Ndio sasa hii ni joto tupu nimeweka hapa. Hapa hakuna maji. Na hakuna siku hapa kutakuwa na maji. Maji iko wapi? Hapa. Hapa inakuwa mawe tu. Na ndio unaona imetoa. Unajua sasa hapo itakaa hapo ikiwa kama ile pepa. Itachoma. Mizizi inataka kuikula na imeshikana. Sababu ni mingi. Lazima ichome. Ndio unaona after kuweka mbolea lazima uone nyanya imeanza kuaffectiwa na mbolea. Sasa mbolea ikusaidie. Ni kama vile vitu tunaweza ongea tuseme ukule chakula mingi mara moja. Ati kama ni nyama juu unasikia inasaidia mwili unaenda unakula kilo mingi. Ni kama hii sasa. Vai hivyo. So ndio naona kesho asubuhi viniamuka. Uone mizizi hapa. Ndakuwa hapa. Hata sio lini. Unaona sasa hivi nyamweka hapo? Hiyo nyanya imesense. Asubuhi utaona mizizi hapa ikienda hiyo mbolea hapa. So ni vizuri mambo mengine ifanywe practical, wacha vitabu. Wacha vitabu. Mtu wa vitabu sasa ukimuuliza sababu ya kundugia iende na maji. Na fertilizer sio tinakaaga pahali mweka. Isiende na hewa. Sasa kama hii. Sasa ukiuliza mtu wa Kiingereza anakuambia hii unapea joto, unapea jua. Hiyo ile matope iko hapo imesabu. Koro. Fertilizer inasaida chini. Hata ukiona white hapo. Already hiyo wet isabu. Sasa imepakia sasa chukuliwa na sasa nini ile mmea inahitaji already imeshachukuliwa na hiyo matope. Unaelewana?